Tunashukuru tena Mungu katika asubuhi ya leo kwa kutufikisha tena mahali patakatifu. Ninaitwa Pasteur Dismasi. Tunafanya kazi ya Mungu kwa kanisa Pentecote de Réveil Philadelphia. Mungu alitupa ile kibali na neema ya kuwa watumishi wake. Kwa hiyo tunamshukuru. Siku zilipita tuliongea kwa ajili ya neno la Mungu kuhusu kubadilika kwa mtu wa Mungu. Leo ulikuwa mtu wa Mungu, umefanya kazi za Mungu. Kesho tunakia kuta umekuwa tena umbalimbali na hiyo mapenzi ya Mungu. Umeacha njia ya kweli, umefuata njia nyingine. Lakini kwa leo tutazungumza kwa neno linasema Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Neno tutaisoma hapa katika kitabu cha Yohani 14 mstari wa kwanza kufikia kwa mstari wa 3. Msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja nikawakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Haya ndio neno la Mungu tunaenda kuzungumza katika asubuhi ya leo. Kuokoka ni neno nzuri. Wokovu ni kitu kizuri. Kuitwa Mkristo ni kitu kizuri. Na tunakuta sisi wenye kuwa wa Kristo na wenye kuokoka atuzipatie samanani. Kusema kama niko Mkristo, mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka, mimi ni mtumishi wa Mungu. Unakuta watu wengine wamejificha ficha kwa wengine. Kusema nimeokoka iko shida. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwake ni shida. Ameficha ficha. Lakini Mungu afurahiaye hiyo neno itwa wokovu. Alitupa wokovu kupitia mwana wake wa pekee. Tulikuwa watu wakufa katika dhambi. Tulikuwa watu wa kutokuona uwepo wa Mungu. Tulikuwa watu wa kuingia mahali matakatifu. Tulikuwa watu wa kupewa ahadi za Mungu. Lakini kupitia Yesu Kristo msalabani, wakati damu yake ilipomwangika hapo, yalitupatanisha na Mungu. Yametuma tumesamelewa dhambi. Yametuma tumeingia mahali matakatifu, mahali hatungeweza kuingia. Yametuma tumeitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tutazungumza kwa hiyo neno Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Kuna wakati tunabaki manyumbani asubuhi kwa kwenda kazini, kuna njia mtu anajielekeza. Hiyo njia anajua kama hapa ni njia fupi inanifikisha kwa kazi haraka. Hii nikipita hapa ni njia ndefu. Hakutaenda tu ovyo ovyo. Mtu wote anafuata njia ambaye namuelekeza kwa lengo. Kama ni sokoni utafuata njia itakuelekeza sokoni. Kama ni mwanafunzi kwenda shuleni, amefuata njia ambaye itamfikisha shuleni. Hautaacha njia ya shule kwa mkono wa kushoto ufuate njia iko kwa mkono wa kuume, kwa kuwa hutafika shuleni. Sasa kwa hizo njia zote kutoka katika nchi na kuingia katika nchi nyingine, kuna njia ambaye watu wamepita ndani. Kutoka kwa huyu mji na kuingia kwa mji mwingine, kuna njia ambaye watu wamepita ndani. Sasa hapa tutazungumza njia ya kweli na uzima na milele. Yesu Kristo ni njia ya kweli na uzima wa milele kwa maisha yetu sisi ambaye tumeokoka. Yesu niwe njia ya kweli na uzima wa milele. Hakuna njia nyingine itatufikisha mbinguni isipokuwa kwa Yesu. Na yeye pekee anasema hakuna mtu atakayefika kwa Baba bali apite kwangu mimi. Sasa tusikie vizuri sisi ambaye tumeokoka. Nakuta leo miaka 3 ya wokovu, nyuma miaka 3 mtu ameacha mapenzi ya Mungu. Miaka 5 ya wokovu, nyuma hiyo miaka mtu ameacha mapenzi ya Mungu. Lakini ingine njia ambayo tunaweza fuata haiwezi kutufikisha katika ufalme wa mbingu. Kwa kuwa Yesu we mwenyewe ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Anatuambia hapa kwa mstari wa kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu, niamini na mimi.
Kwa siku za leo kuna vitu vingi ambavyo vinatuma tumefadhaika mioyo. Hali ya maisha inatuma tumefadhaika mioyo. Hali ya ukosefu imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya magonjwa imetuma tumefadhaika mioyo. Vita vya huko na huko vimetuma tumefadhaika mioyo. Lakini Yesu ameambia watu wake kama msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu nami mniamini. Mafadhaiko si kitu cha kukaribisha ndani ya mioyo yetu. Yale tunastahili kufanya ni kuamini Mungu na Yesu Kristo mwanae. Wakati tunamwamini Mungu na Yesu pia, njia tunaiendelea ndani na jibu ya mahitaji tunayapata. Msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu na mimi mniamini. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Yesu anasema msifadhaike mioyo, muamini Mungu nami mniamini. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, mimi naenda kuwatayarishia makao. Maana hata tunapita katika shida chini ya jua, hata tunapita katika matatizo chini ya jua, haifai kufadhaika mioyo. Inatubidi tuamini Mungu, kwa kuwa dunia si kwetu, kwetu ni mbinguni. Hapo Yesu alienda kututayarishia makao, na tuna tumaini ya kujua kama alienda na siku moja atakuja kutuchukua na kutubeba mahali alienda kutuandalia. Na hiyo kutubeba mahali alienda kutuandalia si kwa kila mtu wote. Wale walimwamini kwa kweli na haki, kujua kama Yesu Kristo ndio njia ya kweli na haki ya uzima na milele, akiwakuta tajari, wale ndio wataona ufalme wa mbingu. Sasa siku za leo nakuta kuamini Mungu tumepoteza matumaini. Kwa ajili ya shida mtu amekata tamaa, lakini haifai ukate tamaa. Vita pigana navyo kwa maombi, vita pigana navyo kwa njia ya utakaso, vita pigana nayo kwa uvumilivu, vita pigana nayo ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Ndugu, usiache wokovu. Wokovu ina thamani kuu, na kutakuwa siku ambayo watu wa dunia watajua kama waliookoka walikuwa na Mungu kwa kweli. Yesu anasema msifadhaike mioyo, muamini Mungu nami mniamini. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja na kuwakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Yesu alienda kututayarishia makao, na anasema kwa kuwa nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, yeye atarudi tena kwa kuja kutuchukua. Na kuja kutuchukua kwake anaandaa nini? Mahali yeye ataishi, na sisi ndio hapo hapo tutaishi. Ndugu, vumilia mateso ya dunia. Ndugu, vumilia shida za dunia. Baki chini ya msalaba wako. Jua kama Kristo ndiye njia ya kweli na uzima na milele. Hata nimeteseka hivyo, hata nimepita katika shida, lakini Yesu atarudi kutuchukua. Sasa atarudi, atatukuta tungali macho. Akarudi, atakuta tungali na imani. Akarudi, atakutukuta tungali kwa msimamo. Kwa kuwa shida na matatizo hizi siku vimetuma matumaini yetu imepotea. Lakini na kuongezea tena nguvu, ndugu mpendwa, usikate tamaa. Amini Mungu na Yesu pia umwamini. Tutarudi kwingine neno hapa kwa Mathayo. Tumalizie hapo 24 mstari wa 9 kufika kwa mstari wa 13. Yesu kuwaambia alikuwa pamoja na mitume. Anaanza kuwaonesha mambo itakaje kuja. Gisi Yerusalemu itaharibiwa, na gisi naye gisi ataenda na kurudi kwake. Kuharibikwa kwa Yerusalemu na kurudi kwake Yesu. Anasema nini hapo kwa hiyo neno? Wakati huyu watawasaliti ninyi mpate ziki. Nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Alitamani kuonesha yale yatatufikia mbele. Neno lifuatayo: ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Neno lingine nafuata nasema, manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia
mpaka mwisho ndiye ataokoka. Mungu asifiwe sana. Anaonesha manabii wake, watumishi, alikuwa anaonesha mitume yale atawafikia kwa siku ziko mbele. Gisi Yerusalemu hata mmeona imepambwa vizuri, imejengwa vizuri, lakini itaharibiwa. Na anawaambia tena gisi ya kurudia kwake, dalili ambayo watakapoona mbele ya kurudi kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Wandugu, tumpende Yesu. Hakuna mahali ingine utaona amani isipokuwa katika Yesu. Yesu alitufunulia mambo yote itapita chini ya jua hii. Alituonesha yale itakuwa mbele. Alituonesha yale itakuwa nyuma ya sisi kunyakuliwa. Alituonesha yale itakuwa mateso ya wale watabaki. Lakini kama tungali ndani ya Yesu, tumejua kama yeye ndiye njia ya kweli na uzima wa milele, yatustahili kuwa katika maisha ya utakaso na kutembea na Mungu kama vile nastahili. Dunia inapoteza watu, hali ya maisha imepoteza watu. Sijue niseme nini, lakini wewe usimame katika zamu lako. Anawaambia, wakati huyo watawasaliti nyinyi mpate ziki. Kuna wakati anaonesha manabii mitume, kuna wakati watawasaliti mpate ziki. Nao watawaua kwa jina la Yesu, watatusaliti, watatuua. Anawaonesha hivi, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu, lakini msikate tamaa. Muwe waaminifu, muamini Mungu nami mniamini. Ndipo wengi watakapo jikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Wakati hizo shida zitakuwa, wengi watajikwaa, watasalitiana na kuchukiana. Sasa sisi watu wa Mungu kama tumechukiana, iko shida sana kuona ufalme wa mbingu. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sasa tuwe macho, tujue kama kuna muda, na tumefikisha kuyafikia, kama wanabii wengi wa uongo watatokea kujiita Kristo na wao hawiko Kristo, na mpango yao itakuwa kudanganya wengi. Unabii wa kweli na haki ni neno la Mungu. Nimekupatia tena nguvu na ujasiri, ama nimekuombea nguvu na jasiri ya kusoma neno la Mungu, la kupenda neno la Mungu. Litakufariji na kukupa nguvu ya kujitayarisha mpaka siku yako itakufikia, ama siku Yesu atarudi. Mstari ufatao, na kwa sababu ya hiyo kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa ajili ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa waaminifu wengi utapoa. Kama tumeangalia siku za leo, upendo umepoa katika majamaa zetu, kati ya kanisa, upendo umepoa wa ndugu. Na Yesu anasema mpendane kama vile nilivyowapenda. Yesu atusaidie na atuwezeshe upendo endelee kuwa ndani yetu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Kwa hiyo shida zote tunaweza pita nao kwa dunia, kwa hiyo shida zote ziko mbele yetu, ule atakaye vumilia mpaka mwisho, neno la Mungu linasema ule ndiye atakaye okoka. Nikiwaza hivi kuna watu kujitetea sema nimeokoka. Lakini hapa inatuonesha sema atakaye vumilia mpaka mwisho, ule ndiye ataonekana kama ameokoka. Nimekuomba uwe shujaa. Nimekuomba uwe na nguvu ya kuvumilia, ya kubaki katika mstari wako, ya kutumikia Mungu kama vile nastahili. Hakuna kazi nzuri kama vile kutumikia Mungu. Mungu amekupenda, Mungu amekujua. Malgre shida zote umepita ndani, Bwana Yesu yuko pamoja nawe. Malgre magonjwa unazo, Bwana Yesu yuko pamoja nayo. Malgre umetafuta kazi huko na huko uyapate, endelea kuwa mwaminifu tu. Amini Mungu na Yesu pia. Kuna siku ambaye utakubaliwa na Mungu na hitaji yako itajibiwa. Usione kama shida uko nayo imeshindwa Mungu. Usione kama matatizo uko nayo imeshindwa Mungu. Yote yawezekana mbele ya Mungu wetu. Tuwe waaminifu, tuamini Mungu na Yesu pia tumuamini. Tujue kama Kristo ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Mungu awabariki kwa neno lake na atusaidie, atuwezeshe. Basi tutaenda kuomba Mungu. Tunakushukuru Mungu mtakatifu. Tuko mbele ya uso wako katika asubuhi kama hii, tukiombea watakatifu wako wanaekuwa mbali na karibu. Wasaidie katika shida za dunia.
majaribu ni mengi, matatizo ni mengi, na inatuma wengi wamepotea. Magonjwa iko kwa watu, njaa iko kwa watu, vita vya huko na huko, ukosefu iko kwa watu, ushomeri iko kwa watu. Lakini wako Mungu, utusaidie, utupatie tena nguvu, utuwezeshe uvumilivu na kushindwa majaribu ambaye tumepita ndani. Saidia kanisa, saidia watumishi wako, saidia wale waliopotea walikuwa watu wako, warudishe tena chini ya uvuli wako. Hawajaokoka nao waokoe Mungu. Wenye shida na matatizo wasaidie. Wenye kuwa katika nchi, wenye kuwa nje ya nchi, wote tunawaombea. Waitwa wa Kristo wote tunawaombea, wasaidie, wape nguvu, wapate kuwa waaminifu mpaka mwisho, na siku takaporudi hadi tuone ufalme wa mbingu. Mungu barikiwe na upewe sifa kwa asubuhi ya leo. Tukiomba kwa machache, kwa mengi utatubariki, kwa jina la Yesu. Amin. Mungu awabariki na Mungu aendelee kuwapa nguvu na ujasiri. Tunaendelea kupima kupatia watu nimero za telefone kwa ajili ya kusaidiana na kushauriana katika ufalme wa mbingu. 0788439754. Hayo ndio namba zetu. Mungu awabariki na endelee kuwajalia neema.